Asante. Tuanze na swali la kwanza juu ya ushiriki. Lini tutatamka na kamati ya uongozi ina composition gani? Ukisoma hoja yetu ya kwanza kwenye maazimio, unaona kitu muhimu pale ni kipaumbele, priority, kwamba halmashauri kuu ilitafakari kipaumbele chetu kwa sasa ni kipi, na ikaelekeza kwamba kipaumbele cha ACT Wazalendo hivi sasa kiwe ni kupigania mageuzi katika mfumo wa uchaguzi nchini Tanzania. Na tumeweka tayari mkakati wa mapambano yetu, na kwa sababu halmashauri kuu huwezi kuita mara zote, wameachiwa viongozi wakuu kwa kufanya tathmini ya harakati yetu, ndipo tutatoa tamko la kushiriki ama kutoshiriki. Na hao viongozi, wajumbe wa kamati ya uongozi, ni viongozi wakuu wote, kuanzia kiongozi wa chama, mwenyekiti wa chama, makamu mwenye viti upande wa bara na Zanzibar, katibu mkuu, manaibu katibu wakuu, mwanasheria mkuu wa chama, mwenyekiti wa bodi ya wadhamini. Hawa ndio wajumbe wa kamati ya uongozi. Na ni lini, wakati gani? Tuendelee kuvuta subira, kwa sababu kipaumbele chetu kwa sasa ni kupigania mageuzi. La pili, kwa kipepeo kuhusu hali yapi, wakati mwingine huwa na sita baadhi ya watu kuwajibu, kwa sababu naona wana porojo, na porojo wakati mwingine zinalenga kutoa kwenye leli, lakini hili aliyolisema linahitaji kuelezwa vizuri sana, na halmashauri kuu ilijadili huo muktadha, kwa sababu wanaosema sio yeye peke yake, wako wengi. Kwa hiyo hapa tulipojifungia pia tulijadiliana hilo. Tujiulize swali la msingi sana, CCM kama chama cha siasa kipo? Hilo swali tulifanyia hapa uchambuzi wa kina, na tukafikia hitimisho kwamba CCM sio chama cha siasa tena, kwa sababu sifa ya chama cha siasa ni lazima kiwe na uwezo wa kuleta ushindani. CCM hii ya sasa sio ile tuliokuwa tunaijua zamani, ambayo kwenye baadhi ya maeneo kweli ulikuwa unashindana nayo. Kuna maeneo CCM ni dhaifu sana, kuna maeneo unaona unashindana nayo. Ile CCM haipo kwa mujibu wa halmashauri kuu. Na kwa hiyo sisi sasa hatupambani na CCM. Sisi sasa tunapambana na dola. Na hili liliwekwa vizuri sana kwa mujibu wa uchambuzi wa halmashauri kuu ya ACT Wazalendo. Utofauti wa zamani na sasa ni kama ifuatavyo. Zamani CCM ilikuwa inatumia dola ili kuweza kuiba uchaguzi. Ndio hali ya zamani. Hali ya sasa haipo hivyo. Hali ya sasa ni dola linaitumia CCM kuiba uchaguzi. Mimi ninawahakikishia, na nyinyi waandishi mnasambaa nchi nzima, CCM hata wao wenyewe kwenye baadhi ya maeneo hawajui uchaguzi uliibwa. Wanaweza wakajua kulikuwa na kula hizi 2 3, wanaweza wakajua hili ama lile, lakini hawajui. Na ushahidi wa hilo, huwezi kusikia siku hizi uchaguzi unashangiliwa. Yaani unapata asilimia, yani dola inaipa CCM asilimia, hata wenyewe wanashangaa. Asilimia 99.1, umeipata vipi, umeipata wapi? Wenyewe hawajui. Kwa hiyo ndugu wapi akisema kwamba dola liwashughulikie, sisi tayari tunajua adui yetu tunayepambana naye, atakuwa anapanga kutushughulikia, na sisi tunajipanga kukabiliana naye ni dola. Kwa hiyo wao kusema ni kupoteza muda tu. Sisi tushamjua adui yetu ni nani, na tushaweka mikakati ya kumkabili adui yetu. Sisi kwa muda mwingi increasingly tutakuwa tunapoteza focus kujadiliana na CCM, kwa sababu sio target halisi ya harakati zetu
na sio adui yetu hasa ambaye tunapaswa kumkabili. Kwa hiyo nimempa airtime kidogo hapo bwana Api. Alafu kipepeo, msimamo kwenye sheria kutoshtakiwa bado ipo kama ilivyo, na sisi tunapambana itoke, kwa sababu wewe kama unajiamini, uko safi, utatenda haki, kwa nini hautaki kushtakiwa? Kwa nini uweke kifungu kwenye sheria kusema kwamba watendaji wa tume wanapata kinga? Hiyo ni kinga ya kuchinja, hiyo ni kinga ya kuua, hiyo ni kinga ya wizi, na duniani kote mwizi hapaswi kuwa na kinga. Kwa hiyo hayo mapambano tutayafanya kuhakikisha watendaji wa tume wanawajibika kwa vitendo vyao walivyovifanya. Elizabeth, mashirikiano, nadhani ACT tumeweka vizuri kabisa. Baada ya kumalizika kwa uchaguzi wa serikali za mitaa, tuliketi kamati ya uongozi kutoa msimamo wa awali, na tukasema hatutambui uchaguzi wa serikali za mitaa, na tukasema kwamba tutashirikiana na wenzetu, na tukaelekezwa watendaji tuviandikie vyama mbalimbali. Kwa hiyo sisi ndani ya ile wiki ya kwanza kabisa hii tulikuwa tayari tumeshaviandikia vyama mbalimbali kwamba jamani, tuje mezani. Kwanza tunahitaji tamko la pamoja, sababu kila baadhi ya vyama vimeshatoa matamko vya kwamba ule uchaguzi ulikuwa haramu, lakini tunahitaji kauli ya pamoja. Tukae meza moja, tutoe tamko kwamba ule haukuwa uchaguzi, ulikuwa ni uchafuzi na hatukubaliani nao. Sauti ya pamoja inakuwa na kishindo kikubwa zaidi. Moja ya vyama hivyo tulivyoviandikia ni Chadema. Na Chadema tumekuwa tukiendelea nayo kufanya mawasiliano mbalimbali, na kama ambavyo mnashuhudia pia ni kwamba tayari kuna mazungumzo mbalimbali yanaendelea baina ya viongozi. Ndio maana nikaweka msimamo pale mwanzoni kwamba ukishakuwa kwenye siasa, vyama vyote vile vinakuwa vinashindana. Mnashindana kwa sera, mnashindana kwa mikakati, mnashindana kwa mbinu. Kwa hiyo huo ushindani huo unaleta migongano, huo unaleta tofauti ndogo ndogo, na haziwezi kuisha kwa sababu haya ni mashindano. Ziko tofauti za kihistoria, ziko tofauti ambazo zinasababishwa na ushindani. Tunachosema ACT Wazalendo, hatutokubali hizo tofauti ndogo ndogo hizo zinazosababishwa na ushindani wetu katika siasa zitugawanye, tuache wajibu mkubwa wa kupigania mageuzi. Kwa hiyo sisi tuliwaandikia na wameonyesha utayari, tumeanza kukutana. Kwa sasa ni hatua za mapema sana kusema umekutana na chama gani, mmejadiliana nini, na mna mkakati gani wa pamoja. Kwa hiyo waandishi, naanza kuona vidole. Kwa kweli mazungumzo yana nidhamu zake. Ukianza katika hatua za mapema kusema mmekubaliana nini, mmejadiliana nini, mmefikia jambo gani, jambo ambalo tumekubaliana kwamba haya mazungumzo hakuna siri kusema tumekutana. Ndio maana hata picha zimetoka kwamba tumekutana, ili dola lijue tuko tayari kushikamana na wenzetu. Sasa mnashikamana kwenye maeneo gani? Nani ana msimamo gani? Kwenye kanuni za mazungumzo hayo mambo yote yanawekwa wapi? Mezani. ACT Wazalendo mnakwenda na fikra zenu, Chadema wanaleta fikra zao, na vyama vingine vitaleta fikra zao, alafu mnatoka na msimamo wa pamoja.